Fanya uni mtu wa toba, rudi kwenye imani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ufanye ibada. Hakika utakuwa mcha Mungu na Mwenyezi Mungu atasamehe inshallah. Basi kila laheri, karibu sana. Amina mwalimu. Shukrani. Inshallah. Waalaikum salaam. Karibu. Habari za hapa? Salama za huko? Nzuri, kwema. Kwani unatoa jambo? Hatujambo, habari za hapa? Hapa salama, tu karibu. Haya, ni bwana wako na kilichonileta hapa kwako. Amekuja yule shoga yako, yule rafiki yako. Simkumbuki lakini nilimuona hapa nyumbani. Amekuja nyumbani kwangu leo mchana. Ndio. Alipokuja hata salamu hajatoa. Akaja ananiuliza, "Kuna chakula kilichobaki uko ndani?" Nikamwambia, sijui, yani sijajua chochote, kashaingia jikoni. Kakuta vipora hapo kajipakulia kana. Asa mimi tabia sijaipenda. Yaani mimi kifupi, yani sijaipenda kabisa. Yaani mimi namshangaa. Yaani juzi tu kashakuwa mwenyeji mpaka kwako kafika. Yaani mwenyeji kabisa, tena aweza kamshinda hata mwenye nyumba. Kwa kama mwanamke mwenzetu. Bora hata umekuja, maana utata ni dhambi. Mamangu, mimi tabia yako hata sijaipenda kabisa. Mimi nilikuwa nakuomba kwamba ukija kwangu uwe unafunga, uwe unaswali. La sivyo kwangu usije. Ukiwa unafunga na unaswali kwangu utakuja masaa 24 na unakuja utakaa unapojisikia. Lakini tabia yako sio nzuri, ukiangalia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unitaki kwa lipi? Kwa hilo jina la ukobe ulionitia mimi. Ndio maana ukanitangazia kote huko ulikotoka. Kobe, 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 kobe. Mpaka ukaja mpaka huku. Basi isiwe hivyo tu. Weka mabango, weka kila sehemu kwa mimi kobe. Mimi sijataka. Tangaza kila sehemu. Manzai. Kwa hiyo. Karibu shoga yangu. Shoga yangu, hebu epusha ibilisi. Kaa kidogo chini hapa tuongee. Nisikilize kwa makini. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo ya kugombana hayafai. Unatakiwa ukae chini. Huu mwezi ni wa kutubu. Mabaya yote tuliyofanya miezi iliyopita, basi tunatakiwa tutubu mwezi wa Ramadhani. Kwa mambo hebu achana nayo. Na pia Mwenyezi Mungu amesema, mwanamke mwema wa peponi anatakiwa awe na mambo makuu manne. Jambo la kwanza awe anaswali swala 5. La pili awe anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na pia awe anajistiri tupu zake. Na pia katika wale walioolewa awe anamtii mume wake. Kwani pepo ya mwanamke iko chini ya unyayo wa mume wake. Nadhani umenielewa. Kumbe shoga yangu yote hayo nayajua. Kwa nini usiniambie tangu mwanzo? Nilitamani sana kukwambia. Ila sikuwa na muda hata kukaa naye chini kuongea. Kwa maana hiyo nikiyafuatilia yote hayo, naweza kurudi kwa mume wangu? Unarudi kwa sababu mume wako kakupa talaka moja. Ina maana bado anakupenda. Kweli? Kweli, ukishajifunza basi mume wako atakurejea. Zai. Mbona hujaenda chuoni mpaka saa hizi? Kwa sababu kasema tusiende chuoni. Kwa sababu gani? Anaoa. Anaoa? Anaenda kacheze mwanangu. Ustazi Laimu huyo mume wangu mimi ninayemjua mimi. Huyo shoga yangu. Hapa kaliki shoga yangu. Mimi naenda badilisha nguo. Hapa sikai. Hapa sikai, ngoja tu kabadilishe nguo. Rahim bin Kasim, inshallah si muda mrefu utapewa binti ya watu kukaa naye kwa wema, na kubwa zaidi ni kwamba huyu binti umsimamie katika kheri, afanye ibada, na yale ambayo ni mabaya uhakikishe kwamba unayasimamia asiyafanye. Lakini vile vile pia nikuhusie wewe na familia yako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani baada
ya kukabidhiwa binti huyu, basi kila lile ambalo lingemuhusu mzazi wake litakuwa likikuhusu wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nikuhusie bila kurefusha muda, kuwa na subira katika ndoa, kwa sababu ndoa bila subira, ndoa hiyo haidumu. Lakini kusamehe yale ambayo yanakuhusu wewe pili mke wako akikosea, na usikubali kusamehe pale ambapo yanamhusu Mungu pili akikosea. Simamia yanayomhusu Mungu, hakikisha kwamba huwezi kuyaachia. Lakini ikitokea amekukosea yanayokuhusu wewe, inatakiwa iwe ni mpesi wa kusamehe. Kosa atakalokufanya mke leo, kumbuka wema aliyokutendea jana, tumia ule wema kufuta kosa la leo. Ndio shekhe, inshallah. Rahim bin Kasim, sema labbaik, na kuozesha kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuozesha Zainab binti Umar kwa mahari mliyokubaliana. Naam. Bari kwa Zainab binti Umar kwa mahari. Rahim bin Kasim, na kuozesha kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuozesha Zainab binti Umar kwa idhini yake na kwa idhini ya wali wake kwa mahari mliyokubaliana. Naam. Bari kwa Zainab binti Umar kwa mahari. Barakallahu fika. Fatiha. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana innaka jami'un nas yawma la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Sallallahu alaihi wasallam. Shoga yangu, basi tukifika huko usiniangushe. Siwezi kukuangusha kwa sababu hata mume wangu alikuwa ananifundisha maadili na nishaamua kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa itakuwa vizuri. Sawa. Ukape baraka, ukawafungulie riziki, ukawaepushe na shari za wanadamu na majini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Mkeni wako huyu. Jazakallah. Hebu mchumu kidogo. Naam. Mume wangu, umeamua kuoa? Ikiwa mimi niko ndani ya eda. Kwanza naomba ukae hapa. Naomba ukae kwanza hapa. Mwalimu. Naam mwalimu. Huyu alikuwa ni mke wangu. Naam mwalimu. Lakini mke huyu alikuwa hataki kufuata misingi ya Mwenyezi Mungu. Na sio hilo tu, hata huu mwezi mtukufu tulionao alikuwa hataki kufunga huyu. Sasa mimi nikaona hili ni kopo lilotoboka, sina budi kulitupa. Sasa nikaja nikaamua ni moyo huyu binti unaomuona hapa. Sasa namshangaa leo uwepo wake hapa huyu. Labda tumsikilize na yeye kwa sababu kiutaratibu wa dini bado huyu ni mke wako kwa sababu eda haijaisha. Sawa? Baada sasa mimi nikusikilize kama una machache uliokuja nayo. Mume wangu, ni kweli ulikuwa unazungumza mengi kuhusu dini. Sawa? Lakini sasa hivi nimeamua kurudi kwa Mola wangu. Je, hayo unayosema kweli yanatoka ndani ya moyo wako na kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu utabadilika? Naam, tabadilika. Basi tuseme inshallah. Sheikh, bado huyu ni mke wako. Sasa Alim, mimi tayari na mke hapa. Labda naye nimpe fursa aongee kidogo kama atakuwa na lolote la kusema. Sawa. Karibu. Hakuna tatizo, nimekubali. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jambo limeenda kheri na limeenda salama salimini. Tufanye dua kidogo.
Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amina. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa baraka zako juu ya jambo hili limeenda salama salimini. Basi Mwenyezi Mungu ndoa hii ukaisimamie, ukalete kheri, penye shari Mwenyezi Mungu ukaipushe. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Sheikh, jambo limeenda salama. Allah amelisimamia.